akaweka kitu kipya pia ndani ya maisha yako. Kitu kipya cha namna hii ni nuru inaangaza. Inaweza ikaangaza pia ndani yako. Inaanza kwa upya. Haleluya, haleluya. Ongeza makofi mazuri ya kuwetaria hapa. Biblia inasema itakieni nyumba ya Bwana amani. Iombeeni Yerusalemu amani. Uombee mji unaokaa amani. Tuombee kitu kilicho kikubwa na kizuri ambacho Mungu atakifanya kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitawakaribisha watumishi wa Mungu. Ninaomba mtusaidie maiki. Mtusaidie maiki. Natamani tuiombee madhabahu hii. Tuiombee madhabahu hii. Ukisikia kupiga magoti popote pale, ni kwa ajili yako. Uwepo wa Mungu umejaa mahali hapa. Ni kwa ajili yako tu. Ni kwa ajili yako. Kwa dakika chache ambazo tutakuwa nazo, ni kwa dakika chache. Ni kwa dakika chache. Lakini mwambie Bwana Yesu, sina mwingine. Wewe ambaye umelifanya jambo hili, ni sehemu ya kukushukuru, lakini ni sehemu ya Bwana ya kukusihi. Uweke jambo jipya zaidi na zaidi katika maisha yako. Unapofungua kitu hiki, na maisha yako ufungue kitu kadha wa kadha ndani yako. Haleluya. Haleluya, haleluya. Karibu watumishi wa Mungu. Karibu watumishi wa Mungu. Karibu watumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Shangilia Yesu kwa makofi na vigelegele. Sijasikia bado, shangilia tena Yesu. Yes. Haleluya. Leo ni siku nzuri kwa ajili yako. Ni siku nzuri ambayo Mungu ameiweka kwa ajili ya maisha yetu. Hii madhabahu tunakuiweka wakfu. Haleluya. Ni Mungu atafanya vitu vya tofauti kwa ajili ya maisha yako. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, mahali ambapo kuna kitu kipya, na Mungu anaweza kufanya kitu kipya kwa ajili yako. Na Mungu anaweza kufanya kitu kipya kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo tutaomba kwa ajili ya madhabahu na tutaweka mazingira yote mikononi mwa Mungu. Naamini Mungu ataendelea kushughulika na kufanya kile ambacho amekiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Yes. Baba, katika jina la Yesu tunaweza tukaomba kwa pamoja mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya tukio hili kubwa. Imekupendeza sasa watumishi wako kuwepo mbele zako. Nasi tunaungana na mtumishi wako ambaye Bwana umempa neema na umemwezesha kufanya haya yanayoonekana mahali hapa Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunatangaza Bwana, kama moja sasa madhabahu imekuwa mpya. Tunatangaza upya kwenye maisha ya watoto wako. Tunatangaza upya kwa yote ambaye Bwana umempa neema kuwepo mahali hapa katika jina la Yesu.
Karibu kiongozi. Karibu kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Punga mkono wako namna hii. Kuna watu natamani nitaje majina yao lakini sitaweza. Haleluya. Katibu, tunatambua uwepo wako, Mungu akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vijana wangu mpo? Punga mikono namna hii. Hapa tulikuwa na wababa wa hekima, wachungaji na askofu wameondoka. Sasa nataka na sisi vijana tuonyeshe furaha yetu kwa Bwana Yesu. Kama wewe ni mwanamke, ni mwanaume, lakini unatamani kusimama kupiga kelele kwa mfalme Yesu, Mungu ana pamoja nasi kiachia kiti. Leo lazima mbingu zitambue kwamba kuna jambo ndani ya nyumba ya Bwana. Lazima tupige kelele kwa sababu haikuwa kazi nyepesi. Haikuwa kazi nyepesi. Haikuwa kazi nyepesi. Haikuwa kazi nyepesi. Haleluya. Ratiba yetu inaendelea. Praise him God. Praise him God. Praise ya mali yako kwa mchungaji Nembe Shigevras. Nembe Shigevras. Baba Nembe Shigevras. Jamani, mtatuvumilia watoto wa nyumba hii. Leo tunajisikia furaha haielezeki. Kuna mtu siwezi kumsahau, ni mdogo mdogo ukimwona, lakini mafuta aliyompaka Mungu nayaogopa. Mama mchungaji na nasi. Mama mchungaji na mchungaji. Hiki ni chombo cha Bwana. Hiki ni chombo cha Bwana. Watoto wa nyumba hii tunajua kwamba hiki ni chombo cha nani. Hizo ni siri za kambi, mkitaka kujua mje. Hiki ni chombo cha nani? Hiki ni chombo cha nani? Sikiliza. Naweza mkajua nini ya wamama mpo. Hebu shangaa kwa tuone hiki chombo cha Bwana kinavyokaa. Shangaa wananyanyuka. Hapo panatosha. Haya ni majeshi ya hiki chombo. Haya ni majeshi
Maana kuna wengine mnaweza mkaa mnajiuliza, pale tumeona wanaume tu. Hapana, tuko na mama. Yes. Ila baada kumuinua baba mchungaji Nemes Gervas kwa ajili ya utambulisho. Mama mchungaji, naomba uniangalie baba mchungaji. Wenyeji wote naomba tusimame juu. Wenyeji wote tusimame juu. Wenyeji wote tusimame juu. Anza kupasha, tunapiga makofi yetu ya fujo. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae kwa utulivu kabisa, kwa sababu tayari baba amefika. Mimi sina neno lingine. Naomba tumsikilize baba. Karibu baba kwa ajili ya utambulisho. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tupungiane mkono namna hii. Ongeza tena mkono ule mzuri kwa ajili ya Bwana Yesu. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwamba tupo imani mwa Bwana kwa ajili ya kufurahi na kwa ajili ya yale ambayo Mungu amepata kuyatenda kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kazi rahisi wala haikuwa rahisi, lakini tunamshukuru Mungu kwamba ametuwezesha mpaka imefika siku ya leo. Na binafsi nipende kumshukuru Mungu hata kwa ajili yako, kwa sababu tulipokuomba, nisiseme tulipokualika, lakini ukaona ni fahari kubwa ya kuungana pamoja nasi. Moyoni mwangu nasikia nyenyekea sana. Sasa kwetu tunasema mfalme apigane magoti siku, lakini mimi nasikia kunyenyekea sana kwa ajili yako. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Nimepewa nafasi ya utambulisho kwa ajili ya kufahamiana wale ambao tuko pamoja nao usiku wa leo. Hivi na wewe ni mtambulishi, kwa sababu simama hapa sina alafu aenda kazi. Si ndio? Huyu anaitwa mama mchungaji. Haya, huyo ni rafiki yangu sana. Rafiki yangu sana. Katika mambo yote tuko pamoja naye. Tunashirikiana naye kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inapata kuendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni Spirit Gift Ministry Machimbo. Ndiko mahali ambako tunamwabudu Mungu na ndiko makao makuu ya kanisa letu. Tumepata upendeleo, baba alipachagua na bado anaendelea kupapenda kwamba pamoja na makao makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapofika hapa, tunaendelea kupambana kweli pawe na sura na mwonekano wa makao makuu Tanzania. Tunaamini baada ya miaka miwili, baada ya miaka mingapi? Miwili, patakuwa panafanana na mahali makao makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio vision tulionayo na ndio malengo tulionayo. Kwa hiyo wewe ambao umeshirikiana pamoja nasi katika ibada ya usiku wa leo, ujue kwamba huko ndiko tunakotamani twende. Hiki ni taswira, lakini yajayo yanafurahisha. Nianze na meza kuu, alafu nikienda kwa wengine. Baba yetu huyo nitamsimamisha baadaye nitakapomaliza. Yeye atakuja, atatusalimia na machache nayo kama baba. Ni baba yetu. Mimi nampenda sana. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe tena. Na wasalimu katika jina la Yesu. Na wapenda katika jina la Yesu. Awali ya yote napenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa uzima na uhai siku ya leo kuwepo mahali hapa kwa ajili ya kufungua madhabahu. Amen. Maana ilikuwa ni ndoto yetu, yalikuwa ni maono yetu, ilikuwa ni mipango yetu, yalikuwa ni maombi yetu. Sasa kile kitu ambacho ilikuwa ni ndoto sio ndoto tena, tunakiona hapa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi ya Mungu sio mchezo. Kazi ya Mungu sio nini? Sio mchezo. Maisha sio mchezo. Kufanya biashara sio mchezo. Ukiona mtu anaendesha gari yake, usimuonee wivu. Ukiona madhabahu imejengwa kama hii na kanisa zuri kama hili la gharama, karibu hili jengo lina rani kwenye milioni 100. Sio mchezo. Kuna watu wameumia, kucha zimetoka. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Biblia inasema, mtumishi wa Mungu Paulo anasema katika Biblia kwamba yeye aliyeanzisha kazi njema ataimaliza. Napenda kumshukuru sana Mungu kwa ajili ya mchungaji Nemes Gervas pamoja na mke wake. Kwanza kwa ajili ya wito ambao Mungu ameweka ndani yao na maono yanayofanana na ya kwangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia nataka kumshukuru katibu wetu ambaye amesimama pamoja na mchungaji Gervas kuhakikisha kwamba madhabahu hii inakuwepo. Unapoona hapa hii madhabahu kuta wapi, tumepanda, hata mimi nimepanda kupandisha tofali kule juu. Niye mnaniita askofu, lakini mimi sio askofu. Mimi ni mtume. Nataka nifundishe maana askofu. Askofu ni mtu ambaye ni kazi. Ndio maana unaona maaskofu wanagombea. Na wengine siku hizi wanatoa rushwa ili wapate uaskofu. Uongo kweli? Uongo kweli? Wengine wanatiliana sumu kwenye vyakula ili afe askofu mwingine achukue nafasi. Mimi sio askofu, mimi ni mtume. Hii sio kanisa ya kwanza mimi kuanzisha. Sema mimi. Amen. Nina kanisa kubwa hata zaidi ya hii ambazo nimezianzisha hapa Tanzania. Nina watoto wa kiroho ambao nimewazaa hapa Tanzania, Kongo, Rwanda, Burundi, Marekani, Norway, South Africa, dunia nzima. Najivunia huduma ambayo Mungu amenipa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo nakushukuru sana mchungaji pamoja na mama mchungaji kwa kusimama kuhakikisha kwamba hii huduma inaendelea. Viongozi wanaweza wakafa, lakini maono yao hayawezi kufa. Amen. Amen. Musa alikufa lakini wana wa Israeli waliingia Kanaani. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kazi nzuri, kwa kubeba maono ya Mungu ambayo Mungu ametupa ya Spirit Gift Ministry, kanisa la mahali pamoja. Hii huduma ni kubwa sana, ni kubwa mno.
Wiki mbili zilizopita, ndani ya wiki mbili nimesafiri kama mara 2 hivi. Naenda mikoani. Nimebatiza watu 60. Na Waislamu 10. Amina. Amen. Amina. Amen. Kuna watu wengi sana wanakuja katika ufalme wa Mungu. Baada ya kumshukuru mchungaji, nataka kushukuru washirika wa kanisa hili. Washirika wa kanisa hili hajapotea hata huyu. Ambaye amepotea alikuwa ni wakupotea. Bwana asifiwe. Aliyepotea alikuwa ni wakufanyaje? Uwezo kumzuia huyo. Hata kwenye msafara wa Bwana Yesu Kristo hakukosa Yuda. Tikize jirani yako, mwambie usiwe kama Yuda. Haya ni maombi. Naiombea madhabahu hii, lakini pia ninakuombea wewe. Basi usikie, Baba, kutoka kwa mbinguni, kutoka makaoni mwako, ukatende yote ninayokuomba, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe, kama watu wako Israeli, tena wajue ya kuwa nyumba hii na madhabahu hii tuliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Ikiwa watu wako wametoka kwenda kufanya biashara, wametoka kwenda kufanya kazi, Bwana, ninaomba usimame kuwabariki. Kokote walipo, watakapokuomba, wakifikiri madhabahu yako hii ambayo umeichagua, ambayo tumeijenga kwa jina lako, basi uyasikie maombi yao wanayokuomba na kusihi, ukawatetee, ukatetea haki yao. Mungu wangu, wakikosa kwa kosa lolote, hata ukawakasirikia na kuwatia mikononi mwa adui, basi wakikumbuka katika nchi au mahali walipo na kutubu na kukusihi, wakikiri kwamba wametenda maovu, Mungu kawasamehe maovu yao, wakurudiapo kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote. Basi uyasikie maombi yao toka makao yako matakatifu, ukasikie na kusihi, ukaitetea haki yao, ukawasamehe watu wako waliokosa juu yako. Na sasa Mungu, macho yako yafunguke na kusihi, masikio yako yasikilize maombi ya ungwayo mahali hapa. Sasa Bwana, ninakusihi, watoto wako wanapokuja hapa, wanapoleta shida zao, mahitaji yao, changamoto zao, ndoa zao, mapito yao, wanapokuja kwenye madhabahu hii, Bwana, ukawasikie, ukawasikie. Maana hapana mahali pengine ambapo wanakimbilia, hawana Mungu mwingine wanayemtumaini isipokuwa ni wewe Mungu, Mungu wa madhabahu hii ya Spirit Gift Ministries. Ninakuomba Bwana, watoto wako wanapoleta shida zao, wanapoleta nyumba zao, familia zao, biashara zao, kazi zao, Mungu, wanapokulilia, wakikabili madhabahu
wasikie. La Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Mungu abariki sana. Mungu abariki sana wana wa Mungu. Mungu abariki sana watumishi wa Mungu wote. Zaidi ya yote tuendelee kuombeana, tuendelee kutiana moyo katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nipende kuwakaribisha. Tuko Tegeta, mimi niko Tegeta kule. Nafanya kazi ya utume. Baada ya Tegeta sijui nitaenda wapi. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kazi ende. Tuko Tegeta. Tunamwona Mungu Tegeta. Watu wanazidi kuokoka jamani. Jamani mtapie Yesu makofi na mimi. Nimeongea na mtumishi wa Mungu Mchungaji Nemes kwamba tuweze kuleta revival kule Tegeta. Amen. Sasa mtakapopata message kutoka kwa mchungaji, tafadhali naomba mje. Amen. Amen. Ili tuweze kuongezeka zaidi. Utukufu wote ni kwa Bwana. Amen. Amen. Kazi yote iliyofanyika hapa na inayoendelea kufanyika nchi nzima ya Tanzania na duniani kote, utukufu wote ni kwa nani? Kwa Bwana. Kwa Bwana. Mungu awabariki sana. Ongeza makofi mengi. Ongeza makofi tena. Tena na tena na tena na tena na tena. Na tena na tena. Waswahili wanasema kumekucha. Biblia inasema usinipunguzie nini? Usinipunguzie nini? Ndio mwendo sasa umeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba tunashukuru. Mimi nimeshindwa kusema kwa sababu mambo mengi yametuchukulia muda. Lakini ni mengi ambayo nilitaka niaseme kidogo tangu tumeanza. Baba alipotupa tuendelee mwaka jana mwezi wa 9 tarehe 1 ndipo tulipoweka malengo. Malengo yetu ilikuwa ni mwezi wa 2 tuwe tumekamilisha. Lakini kaka yangu dokta tungekuwa naye leo, ila jioni kanipigia kwa sababu changamoto na kazi alizokuwa nazo. Siku moja aliwahi kuniambia akasema, Nemes ndogo wangu, mipango huwa hiwi kama tunavyopanga. Wakati mwingine mawimbi ya baharini yanachelewesha muda, lakini lazima tufike wapi? Ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunamshukuru Mungu kwamba ametupa neema ya hili jambo kukamilika leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimkaribisha kiongozi hapa tuendelee. Jamani, tunaendelea kutengeneza kila kitu kiwe katika misingi yake. Kwa hiyo sio madhabahu tu, tunatamani hata ma-MC waanze kutoka mahali hapa. Karibu. Kwa kweli na mimi natamani kazi ishi. Na mimi nitapambana, nafikiri tripu moja ya gari. Mimi na mke wangu tutapambana naye. Excellency, kuna mtu alafu vijana ambao hajaoa wanatafuta mimi. Sasa mimi wewe alishika daftari. Alafu mimi ndio mshika wa kanisa sasa. Baba hajaoa. Unasema? Baada ya kufanyika. Kuhusu kuliko zaka hapo ni. Wewe uchanga nini wewe unataka? Tumeshikilia wamesema tutapiga makofi. Tuendelee. Jamani hebu tia moyo basi. Chapia makofi. Unajua kupiga makofi utatoa nyingine. Au ni mlio sikia anasemaje? Laki moja. Tuna lori 1.5. 1.5. Tumalize ile nusu kwanza ile, si ndio? Mimi kunaongea sasa kwa wewe Roho Mtakatifu akugusi tu. Tumeona kuna neno kule. Roho Mungu akugusi. Kwa msiofahamu mzee huyu na MC ni mwili mmoja. Sasa ngoja aseme, sio unakuwa unaambia watu roli sisi
Miromo. Useme. Useme. Kila familia ndio. Toe famsi. Amina sana. Wewe endelea kukaa kimya. Hawana tena ambao mjao kwanza, ambao mjao ni mshaka wewe. Wewe usiogope. Mjasi wamioni huyu. Afu kwa hili kijana wako wenyewe. Wewe mwanzo hiyo ngine maliza. I say ni wao na watumishi wa Mungu. Bwana sasa sana. Amen. Tunaanza kupokea na keshi. Hapa wao walikuwa wanakuja. Ni wanasema ngombe kidogo. Amina sana. Karibu sana mtumishi. Nakwambia hivi. Ukijua mtumishi mtasababa, usikichapa kofia yake. Utafuta hela aliyotoa leo. Amen. Ni vijana mimi. Na ambao uchapa makofi kwa naye kwa shiba. Wale vijana. Ambao uchapa kofi. Mtu akitoa hela yake anapiga. Utaniambia. Haya. Siji. Na ni mtumishi wa Mungu msema ni mwenyekiti, ni katibu, ni mwadhini. Amen. Tosha. Baba mchungaji, takuuliza cheo kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya. Mwezi wa 4 tu. Yaani mwezi wa 4. Hapo kuna mtu ulimwona. Wazo sasa. Naomba bado shika kwenye rolls hivi. Bado 35. Jamani, wapenzi. Ni labda kuandika nishakataa. Wewe unaandika, wewe ambao hujaandikwa. Umenielewa? Mkuba shilingi 0.0 eti 2 dola 0.0 ni shilingi ngapi? Hayo mtako na makofi shilingi tu shau kubali katoka. Amen. Wote zima. Naomba uzima. Ukustaki kelele sana, uko mtulie hapa heshima. Bwana asifiwe sana. MC hapo tulie. Kwa heshima Mungu. Kwa umri ambao nimekuwa au nimefika hapa, Mungu amenilinda. Chukua nafasi hii. Chache sana kuna watumishi wa Mungu wageni. Wanapenda kazi ya Mungu. Baba mchungaji. Ukiwa unajenga kanisa au unajichunga kifaa, usikose kunialika mimi. Usikose kunialika. Umegusa moyo wako. Yeye na familia yake. Hapa kusema kanisa hiyo baadaye anasema mapiga. Yeye na familia yake watatoa shilingi 100,000. Amen. Hivi mpendwa, wewe ungetoa 1,000 kupiga makofi au ungefurahi? Wewe sasa wewe. Atumchapie basi makofi kwa ajili ya mchungaji wetu. Tunamaliza. Mpendwa, kesha wale. Hizi bado zinakosa.
niombe kwamba wale walioko nyuma sasa nitatokea utaratibu ule ukamilike. Wakati ule unaendelea, waimbaji watakuwa wanaimba, anamaliza kuimba na yeye anaendelea, ili utaratibu wageni wetu wasije wakauacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusudi la Mungu ndani yetu linakuwa katikati ya vipingamizi. Ni kitu kinachokuwa, lakini ni katikati ya kupingwa, na katikati ya kupingwa ndipo inabidi kitokeze kitu kilicho kizuri ambacho mbingu inakifurahia, lakini ni zao au ni matunda yanayostahili katika uso wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna neno linasema, na hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati mwandishi anaandika mstari huu, ulikuwa ni wana wa Israeli wamekwama jangwani, na kilichowakwamisha ni nini? Ni kwa sababu mbele yao walikutana na mto Yordani. Wametoka Kanani katikati ya vikwazo vingi, wametoka Misri katikati ya vikwazo vingi. Mungu amewapa neema ya kutoka, kumbuka, chini ya mkono wa Farao, lakini Mungu amewapa neema ya kutoka. Walivyotoka hawakwenda moja kwa moja katika nchi ya ahadi. Biblia inasema Mungu aliwapitisha jangwani ili awafundishe. Kwa hiyo jangwa halikuwa tatizo. Tatizo ilikuwa ni kile wanachojifunza katikati ya jangwa. Jangwa halikuwa tatizo. Tatizo ni kile wanachojifunza katikati ya jangwa, ili waweze kuvuka kizuizi cha mwisho ambacho ni mto Yordani, waingie katika nchi ya ahadi. Na hawawezi kuvuka Yordani kabla darasa la jangwani hawajaiva. Kwa hiyo ili wavushwe Yordani lazima wao wameiva darasa la jangwa, kutoka Misri, bahari ya Shamu, Yordani, alafu unaingia Kanaani. Sasa miaka 40 wako katikati ya bahari ya Shamu na Yordani. Hapa paliwagharimu miaka 40. Kwa nini? Mungu anataka wajifunze kwamba kile walicho nacho kinakuwa na kuongezeka kadiri kinavyopigwa, kadiri kinavyokutana na vizuizi, ndivyo kinachipua zaidi. Kwa hiyo ulicho nacho wewe ni kama mbegu ambayo mkulima anazo, anaenda kuzipanda katika shamba ambalo ameliandaa. Linapita katika changamoto mbili. Ya kwanza ni pale inapopandwa ndani ya udongo, lakini ya pili ni pale inapotokeza. Kwa hiyo kuanza kufanya kitu fulani katika maisha yako sio tatizo. Tatizo ni kubainisha na kuelewa vile vinavyoweza kuja kupingana na kile ulicho nacho, namna utakavyoweza kuvishinda ili uweze kuvuka Yordani iliyosalia, uingie katika nchi ya ahadi ambayo Mungu ameikusudia. Mpe Yesu makofi. Hakikuvuka, kikainuka kizazi chenyewe kilichosema Bwana lazima tuingie Kanaani. Biblia inasema hicho ndicho kilichopata upendeleo wa kupita mahala ambapo hakuna aliyewahi kupita. Maana Mungu anamwambia Yoshua, waambie wana wa Israeli, ipo njia ambayo hamjaipita bado, na hiyo njia iko ndani ya Yordani. Lazima tuwe na nguvu za kutembea, kustep out bila kujali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa pamoja kwamba kuna changamoto na vizuizi na vikwazo,
watu wachache ambao ndani mwao wana mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, inategemea hali ya ndani ya moyo. Nina dakika 15 tu nikisoma mistari hapa. Nitachukua masaa mawili. Hali ya moyo namna ilivyojengwa. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 18 mpaka 23, Yesu alibainisha aina za udongo akizifananishia na hali ya binadamu ya moyo. Kwa hiyo namna moyo ulivyojengwa ndio unaokuwezesha kubeba kile ambacho Mungu amekupa, ameweka ndani mwako, aidha kitakufa au kitazaliwa. Hali ya moyo, hali ya moyo. Unajua mioyo inaharibika, unajua mioyo inaharibiwa, unajua mioyo inadanganywa. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, moyo huwa ni mdanganyifu. Kwa nini? Una hali ya kudanganywa, na unavyodanganywa ndivyo unavyoharibika. Kama vile wadudu wanavyoshambulia kiini cha mbegu iliyopandwa ndani ya udongo ikashindwa kuzaa kuchipusha matunda, vile vile na moyo unaweza ukashambuliwa, kile kiini ambacho kimepandwa ndani ya moyo wa mtu kikaharibika. Biblia inasema utakapofika mbinguni tafuta machozi. Sio namna tunavyoishi, ni pale Mungu anapokuonesha unatakiwa ufanye hiki, ufanye hiki, unafanya hiki, ufanye hiki, alafu unasema Bwana, naomba unirudishe duniani. Anasema muda ulishaisha. Oi, usijali, mbinguni kuna raha. Usijali, unafuta machozi. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya moyo namna ilivyojengwa, na namna ya kujenga moyo ni nini? Moyo unajengwa na mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, maombi ndiyo yanayoutengeneza. Maombi ni sawa na mtu anayelima, lakini neno la Mungu ni sawa na mtu anayeondoa takataka kwenye udongo ule aliyoulima. Kwa nini? Hilo ndio linalokutengeneza. Maombi yanalainisha, lakini moyo unakumulika kuondoa kila kisichokubalika ndani mwako. Kwa hiyo inategemea hali ya moyo. Lakini jambo la pili, hali ya ujenzi wa kifikra. Mawazo yamejengwa namna gani? Aonaga mtu nafsini mwake ndivyo alivyo huku. Kwa hiyo fikra zako zilivyojengwa, namna ulivyojengwa kimawazo, mawazo yako yanawaza nini, yanafikiri nini asubuhi mpaka unaenda kulala. Kile unachokiwaza kijana, kile unachokiwaza dada, kile unachokiwaza mama, kile unachokiwaza baba, ndicho kinachokutengenezea mtazamo mbele. Ndio maana kitu cha kujilinda ni vile unavyowaza. Kwa nini? Kile unachokiwaza ndicho utakachokitenda zaidi. Unamwona mtu ameiba, haijatokea tu, ameanza kuwaza ndani ya kile unachokiwaza ndicho utakachokitenda kesho asubuhi. Unachokifikiri ndicho utakachokizalisha kesho asubuhi. Kwa hiyo fikra zako zimejengwa na nini? Biblia inasema kwa sababu Misri haikuondoka katika fahamu za wana wa Israeli, Mungu hakuwaruhusu wana wake waingie katika nchi ya ahadi. Wapo wengi wameokoka, lakini fikra zao zimebebwa na maisha yale kabla hawajaokoka. Fikra na fahamu zao zimebebwa na mawazo yale ambayo waliyaishi kabla ya wokovu, na kuna wengine wanaona ndani yao ni bora maisha ya kale kuliko maisha ya wokovu. Nimekutana nao wanakwambia, mchungaji, ni bora kabla sijaokoka. Zamani nilikuwa hospitali kwanza, mtu mmoja akaniambia kanisani kwanza hakuna raha, hakuna celebrate zile, no celebrate, hakuna vibe kanisani, hakuna vibe. Kila tukienda wanaomba, kila tukiomba wanaomba, hakuna vibe. Analitamani vibe ile la night club. Nikamwambia wewe hujui. Bwana Yesu asifiwe. Fikra zake zimejengwa kwa namna gani? Wewe kadiri unavyoboresha fikra, unavyoboresha mawazo, ukafikiria
kujitambua yeye mwenyewe. Kuna maswali matano ya utafiti ambayo watu wa utafiti kwa ajili ya kujigundua waliyabainisha. Swali la kwanza, mimi ni nani? Who I am. Hilo huwa ni swali la kwanza la utafiti. Maana yake lazima uwe na uwezo wa kudefine identity yako. Mimi ni nani? Yesu alipoulizwa wewe ni nani, akasema mimi ni mwana wa Mungu. Hakuna mara alipojisema mimi ni Yesu. Yesu ni jina aliyoitwa na wazazi. Lakini ilikuwa wakimuuliza wewe ni nani, anasema mimi ni mwana wa Mungu, au mimi ni mzabibu wa kweli, au mimi ni mchungaji mwema. Kwa nini? Maana yake kile ndicho kilichobeba identity. Mtu akikuuliza wewe ni nani, utamjibu nini? Kile unachomjibu ndiyo identification ya kwako uliyoibeba. Bwana Yesu asifiwe. Namna wewe unavyojitambua, ukijitambua kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, utasimama kama Kalebu na Yoshua waliposimama wanamwambia Musa, haijalishi mbele yetu tuna nini, haijalishi maadui walioko mbele yetu, haijalishi wale wana wa Nefri, lakini kwa sababu Bwana tunayemwamini ambaye tunasimama mbele zake. Kalebu na Yoshua wanasema tutaitamiliki ile nchi, tutaimiliki. Sio sisi tunaoimiliki, ni yule Bwana mkubwa aliyeko juu yetu. Yeye atatembea na sisi kuhakikisha tunaingia ile nchi ya ahadi. Ngoja nikwambie, Bwana atatembea na sisi kuhakikisha tunavuka Yordani. Unavuka mahali ulikokwama, unavuka mahali unapopaona ni pagumu. Sio wewe unayevuka, ni Bwana anayekuvusha kwa mkono wake ulio hodari, mkono wake wenye nguvu. Swali la kwanza, mimi ni nani? Swali la pili, chanzo changu ni kipi? Yesu anasema mimi ni mkate ulioshuka kutoka. Sasa mimi ni nani? Wewe ni nani? Umeshuka kutoka wapi? Umezaliwa kutoka wapi? Alijua amezaliwa na baba yake Isaka wa kimwili na Mariamu, lakini kwenye utambulisho wa chanzo hapapo mahali aliposema chanzo changu ni kwa Yusufu na Mariamu. Mimi ni mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Haleluya. Wewe ni nani? Lazima uwe na uwezo wa kujibu kwa ujasiri. Biblia inasema hivi, wale waliopokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu, ndio wale waliamini jina lake. Mimi ni nani? Mimi ni mwana wa Mungu kwa sababu nimepewa uwezo kwa njia ya Kristo Yesu kuzaliwa kuwa mwana wa Kristo. Kwa hiyo popote ninapotembea lazima nitembee kifua mbele. Kwa nini? Serikali ya mbinguni iko pamoja nami, serikali ya mbinguni iko pamoja na wewe. Lazima ukijua chanzo changu sio kule nilikotoka kijiji cha mwisho, nyumba yetu ni ya mwisho. Kipo chanzo changu, kuko mahali nilikoanzia. Biblia inasema Mungu anamwambia Yeremia, nalikujua kabla hujaingia tumboni mwa mama yako, nalikujua ukiwa tumboni mwa mama yako, nalikutakasa. Ninajua chanzo chako. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 4 anasema yeye aliyetangulia kutuchagua kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia hii, alituchagua kwa njia ya Kristo Yesu ili tufanye kuwa wana kwa ajili ya mapenzi yake. Yesu alikujua kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia hii. Chanzo chako ni yeye. Lazima usimame katika yeye. Yeye ndiye chanzo. Yeye ndiye chanzo. Aliyeungwa na Bwana, amekuwa na Bwana ndani yake. Sijui kama kuna mtu ananielewa leo. Lazima ujue chanzo chako sio dunia hii. Dunia hii sisi ndio wapitaji. Kuna mahali tunaenda, makao yetu ni mbinguni. Katika Mhubiri sura ya 7 anasema hivi mstari wa 9, nayo kumrudia yeye aliyeiumba na mwili kuyarudia mavumbi. Chanzo cha mwili ni mavumbi, chanzo cha roho. Usisahau chanzo cha roho. Lakini swali la tatu,
ndani yake haoni possibility ya kufanya chochote, anaamua kujinyonga. Kuna mtu amejikatia tamaa tu, kama Naomi katika kitabu cha Ruth sura ya 1 anawaambia wenzake, msiniite tena Naomi, niite Mara. Kwa nini? Maana Bwana amenitenda makuu. Yapi mabaya? Maana ndani yangu sioni tumaini tena. Kwa nini? Hakuna ninachoweza kufanya ili kibadilisha maisha yangu. Maisha yako yanabadilika pale unapojitambua, ukaelewa vile unavyoweza kufanya na ukaanza kujifanya vile unavyofanya ndivyo vitakavyobadilisha maisha. Unafanya nini kubadilisha maisha yako? Unafanya nini kubadilisha mwelekeo? Unafanya nini kubadilisha historia? Hautakaa kikazaliwa chochote, kinazaliwa kitu kwa sababu umefanya kitu. Potentials, unaweza kufanya nini? Dada, unaweza kufanya nini? Usikae ukasubiri kuolewa. Unaanza kufanya vitu vinatokea kwenye maisha. Ndoa inakukuta unafanya vitu. Biblia inasema Bwana Mungu akawabariki, akawaambia zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale. Pale kuna mwanaume, pale kuna mwanamke. Maana yake mkatawale ilikuwa ni muunganiko wa wote. Mimi nilikuwa nasimama kwenye kioo kabisa, nimetoka bafuni kuoga, taulo langu naweka pale, halafu naangalia mimi ni mwanaume aliye kamili au niko vipi? Halafu nachangalia nasema, Bwana Yesu asante kwa sababu umeumba dume la namna hii. Bwana Yesu asante. Naangalia makeup, naangalia anasema, Bwana Yesu asante. Japo ni meusi mimi ni handsome. Japo ni meusi naweza nikahubiri tujua. Nasimama hivyo ndivyo nijiangalia nasema, Bwana Yesu asante kwa sababu umeninageuka. Sigeuke kama wadada, nageuka kama mwanaume. Haleluya, haleluya, haleluya. Najiangalia, halafu natembea, nasema Bwana Yesu, ili mabega yangu yasije yakashuka chini, yaendelee kuwa imara. Ninapotembea nikumbuka kwamba mimi ni mwanaume ambaye ameumbwa na Bwana Yesu. Mimi ni mwanaume ambaye Mungu ameniumba. Na unapojiona, unaanza kujiona wa tofauti, nipo ndani mwako utasaliwa hali ya kuyatawala na kuyamiliki mazingira yanayokuzunguka. Kuna wengi nao hawawezi kufanya lolote, wanaogopa kuingia Ikulu, wanaogopa kuingia kwa mkuu wa mkoa, wanaogopa kuingia kwa mkuu wa wilaya. Kwa nini? Na wanavyojiona. Hali ya kuharibu si yote, ni mfumo ambao umekutengenezea woga. Umekuwa woga kiasi cha kupindukia, kwa maana huwezi ukaenda popote, kwa sababu chochote kizuri kinachokuja kinachohitaji upambane. Unamwambia Mungu kama alivyomwambia Yoshua, Gideoni alipomwambia malaika, mimi sio shujaa. Kuna ndugu zako wako vita, kuna watu haujiani wewe, halafu unashangaa watu wengine wanainuka ambao sio mashujaa kama wewe, wanachukua nafasi, wanaanza kufanya vitu, halafu unachowalipa nyuma yao ni lawama na manunguniko. Hata kunungunika, hata kulaumu. Badilisha namna unavyojiona, anza kufanya vitu, utashangaa umekuwa wa tofauti. Wenye ukoma walijiona wametengwa na jamii yao, wametolewa ndani ya mji, wamepelekwa nje, wanaambiwa ninyi mnavyoonekana hata kwa mstari kukaa, wakawekwa mbali. Halafu baada ya muda wakashangaa nchi imekabiliwa na njaa, wakiwaza kuingia kwa ndugu zao watawapokea. Maana wanajiona wanaokoma, wametengwa na rafiki zao, wametengwa na ndugu waliowazoea, lakini wakakumbuka kule kuna jeshi ya washaka, wakaanza kuochea na wao wenyewe. Huyu anamwambia sina miguu. Huyu anamwambia uone na ukoma miguu yangu imekatika. Maana yake namna hali waliopitia imetengeneza inferiority ndani mwao, hawajioni wa tofauti. Kamoja kakawaambia akasema, lakini tusife moyo, hebu twende tu, kuna chakula, wakituwa tutakufa, lakini angalau tufe, lakini tumejaribu kitu fulani.
kuokoka. Alikuwa anaenda kuandika historia kwamba wataandika kwenye vitabu. Kakitana kadao kwenye mwili mzuri na umbo zuri. Kavimbo kake na mawe matano. Kamefia kwenye uwanja wa mapambano. Lakini kadao kanasema hata kama nikifa, angalau yandikwe nilinusha jiwa hii moja. Badilisha unavyotazama ili tuvuke, uivuke Yordani yako. Badilisha unavyotazama. Kusudi la Mungu linabebwa na watu ambao wana mambo hayo manne. Mungu awabariki.